Usalimu rafiki yangu popote unapoendelea kufuatilia channel hii ya Apostle Johannes John. Leo Mungu ametupa neema ya kujifunza. Leo tuna topic ya leo inasema ishara 12. Mungu anaenda kukufanikisha kama mwanaume au mwanamke, na Mungu anaenda kukupa matokeo makubwa kama usipochoka, usipokata tamaa. Kumbuka maandiko yanasema baraka za Mungu hutajirisha wala hazichangamani na huzuni ndani yake. Soma Mithali sura ya 10 mstari wa 22. Lakini pia maandiko yanasema mtu apatapo utajiri asijisifu kwamba akili zake ndo zimemfanikisha, maana Mungu ndiye anayetupa nguvu za kupata utajiri. Soma Kumbukumbu la Torati 8:18. Sasa nataka tuende moja kwa moja kwenye darasa la leo. Tuangalie vitu au ishara hizi 12. Ukiziona basi jua Mungu atakufanikisha kupita kawaida na kwa ghafla. Kwa hiyo utajiri ni rahisi kupata, mafanikio ni rahisi kuyapata, lakini na baraka itakuwa ni rahisi kuzipata haya yanapoanza kubadilika kwenye maisha. Cha kwanza ni kubadilika. Mabadiliko yanaanzia ndani mwako. Unaanza kukataa hali unayopitia kwa sasa. You are uncomfortable to the current situation. Yaani hukubaliani na umaskini ulio nao, hukubaliani na matokeo ya laana unazopitia, hukubaliani na mikosi unayopitia. Kwa hiyo mabadiliko yale ya ndani yanaanza kukupa mchocheo wa ndani wa kutoridhika na ile hali. Kwa hiyo huwa ni mwanzo wa kutaka mabadiliko. Hakuna mabadiliko ya nje bila kubadilika ndani. Kwa hiyo mabadiliko ya ndani ni ishara kwamba sasa hutaki kuendelea kuwa vile ulivyo kwa sasa. Lakini cha pili utakachokiona, unaanza kujitenga na watu au mazingira yasiyo sahihi. Muda mwingine usipojitenga wewe, Mungu atakutenga kwa lazima. Lakini kitu cha tatu ni kibali kisicho cha kawaida kinaanza kutokea kwenye maisha yako. Lakini kitu cha nne ni mawazo ya kimungu, maono ya kimungu, hekima ya kimungu inaanza kuongezeka na maarifa ya kimungu. Lakini kitu cha tano ni vita ya kiroho inaanza kuongezeka. Hiyo vita inakuja ili kuzuia baraka zako. Unaweza kuziona kwenye ulimwengu wa roho, hata kwenye ulimwengu wa mwili. Labda ni kazini kwako, ni kwenye biashara yako, ni kwenye huduma yako, au kile unachokifanya. Unashangaa unaanza kupata mashambulizi na vita. Lakini sita, unashangaa hukubaliani na hali ulionayo. Yaani hukubaliani kabisa. Inawezekana unapitia hali ya umaskini, hukubaliani nayo. Unapitia hali ya magumu, hukubaliani nayo. Unapitia hali fulani ya dhambi, haukubaliani nayo. Unapitia hali fulani ya kukata tamaa, haukubaliani. Kwa hizo hali, kutokubaliana na hali mbaya kunakupa chachu na kunamruhusu Roho Mtakatifu akutie nguvu na kukusaidia ili uweze kushinda ile hali. Lakini saba, unaanza kuongezeka rohoni na mwilini. Kuongezeka kivipi? Milango na shangaa inaanza kufunguka ya baraka. Lakini nane, unaanza kutakasika moyo. Nikiwa na maana gani? Unaanza kubadili tabia mbaya. Labda ulikuwa na uchungu, na kiburi, una wivu, una majivuno. Haya yote yanaanza kuondoka. Una tamaa zinaanza kuondoka. Unapenda zinaa. Unaanza kuondoa kila tabia yote ambayo inaweza kukufanya ushindwe kupiga hatua na ushindwe kusonga mbele na kufanya mambo makubwa. Lakini kitu kingine ambacho utashangaa kinaanza kutokea kwenye maisha yako, namba 9, ni amani ya kimungu inaanza kukutawala. Hata kama unapitia majaribu, vita, changamoto, lakini unakuta una amani ndani. Lakini 10, unaanza kupata vitu ulivyopoteza, labda mahusiano sahihi ulivyopoteza, labda ya kibiashara, au kuna watu wateja wako, au kuna vitu, au kuna wahusika fulani ambao walikuwa ni wa muhimu kwenye maisha. Kuna kipindi shetani aliwaondoa, au tabia yako mbaya iliwaondoa. Sasa wanaanza kurudi, fursa zinaanza kurudi, labda ajira inarudi. Kuna vitu vinaanza kuja, idea nzuri zinaanza kuja. Lakini 11, unaanza kupata nafasi ya kimungu. Labda unapata platform, labda mtandao fulani wa kuweza kutangaza huduma yako, biashara yako, kazi yako, au mazingira fulani ya kuvutia watu sahihi na vitu sahihi yanapatikana kwako. Lakini 12, unaanza kuona maono na ndoto za kinabii, na zile ndoto unashangaa zinatokea.
na zile ndoto unaanza kuona baraka kwenye ulimwengu wa roho. Labda unaweza kuona kwenye ulimwengu wa roho unapokea pesa, nguo mpya, magari, au unashangaa unasaini mikataba, unashangaa unashindana watu, unashinda, unapata tuzo, unashangiliwa kwenye ulimwengu wa roho, unatembea kwenye mvua, unavuna matunda, shamba limestawi. Kuna ndoto nyingi 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 za baraka zinaanza kutokea. Haya yote yanadhihirisha kwamba safari yako ni njema. Cha msingi ni kuzidi kujitakasa, cha msingi ni kuzidi kusoma neno sana, cha msingi ni kuzidi kumsihi Mungu ili azidi kukusaidia. Kumbuka peke yetu hatuwezi. Tunapozidi kutenda yale yanayompendeza Mungu, na kupa uhakika Mungu atazidi kuwa upande wetu. Na kama nilivyokuambia, utakatifu ni kitu cha msingi unapoelekea safari ya mafanikio ya kimungu. Lakini pia kusoma neno sana, kuomba sana, lakini pia kujitahidi kuwasaidia wahitaji, na kujitahidi kuwa na malengo na maono na kufanya yale mapenzi ya Mungu. Yaani kama haujajua kitu ambacho umeitiwa kufanya duniani, jitahidi ujue, kwa sababu bila kujua hicho utazidi kufanya vitu na baadaye utakuja kuanza upya. Maana kadri tunavyompenda Mungu tukafanya yale mapenzi yake, ndivyo kadri milango ya baraka itafunguka, na ndivyo kadri tutaweza kufanikiwa Kristo. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus name. Shalom.